Hello, shalom. Mwana wa Asaf here, Sifael Halinga. Ninakusalimu sana katika jina la Mungu Baba. Ninakusalimu sana katika jina la Muumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo nakusalimu. Nataka niseme jambo moja ambalo wengi tumeliona ni la kawaida na tumeshindwa na tumepuuza. Kuna vitu tumevipuuza, lakini ni vitu vya muhimu sana katika eneo la baraka, katika eneo la kubarikiwa, eneo la kufanikiwa. Unajua wengi wanatoa sadaka ili waweze kubarikiwa, lakini in case kwamba unapotoa sadaka it is not for blessing, yani sio kwamba ubarikiwe. Mungu aliwaambia wana wa Israeli watoe sadaka ili awabariki. Manake baraka kwa Mungu alikuwa anawahesabia baraka kwa wana wa Israeli, na ndio maana aliwapa sadaka za sheria, waweze kutoa sadaka kwa sheria ili Mungu aweze kuwakumbuka na kuwabariki. Haleluya. Lakini kwa sisi leo tunatoa sadaka si kwa sheria. Hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. So if you giving him the sacrifice, usitegemee kwamba unatoa sadaka ili Mungu akubariki. No. Baada ya Kristo kuja, Mungu alishatuahidia baraka, yani tulishabarikiwa. Tulishabarikiwa kwa baraka za Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila Ibrahim alipokuwa anatoa sadaka, alitegemea Mungu aweze kumbariki. Yaani Mungu alitaka ampime Ibrahim kwa kiwango cha imani cha kutoa sadaka. Kwa kile kiwango cha imani cha Ibrahim ndicho kilichomfanya Mungu ambariki. Akasema nitakubariki na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya ardhi, kama mchanga wa bahari, kama nyota za mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana yake Mungu alikuwa anambariki Ibrahim, ndio maana akatoa kwa sheria ile sadaka, sacrifice ya kumtoa Isaka, na sadaka zingine alizokuwa anazitoa kama kwa sheria. Mungu alikuwa anampa sheria kwamba toa hivi kwa sheria. But after Jesus came, hatuwezi kutoa sadaka kwa sheria. Wengi leo huwa wanasema kwamba toa sadaka niweze kukubariki, toa sadaka niweze kutamka neno la baraka, toa sadaka ili niweze kukubariki. Sikiliza, you never talk to me about the blessing by giving them sacrifice. Mimi natoa sadaka kwa ile neema, the thanksgiving, kama shukrani. Na wengi wanasema kwamba siwezi kwenda kutoa mahali kwingine sadaka, maana Mungu hata nibariki. Kuna watu hawamjui Mungu, kuna watu hawaendi kutoa sadaka kanisani, na Mungu amewapa neema ya mafanikio, na watu wamebarikiwa, na watu wameinuliwa, watu wamefanikiwa, wamepata neema ya kwenye uchumi. Haleluya. Kwa hiyo sasa wengi tunashindwa kujua kwamba Mungu alishatamka baraka. Ndio maana akasema watakao kubariki watabarikiwa, watakao kulaani wamelaaniwa. Maana yake yeyote atakayetamka baraka kwako atabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini si kwa kitendo cha kutoa sadaka. Hutoi sadaka ili tubarikiwe. Tunatoa sadaka for thanksgiving. Kama ishara ya shukrani, moyo wa shukrani kwa kila ambacho Mungu amekupa, amekubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema msitoe kama sheria. Tusitoe sadaka kama sheria, tutoe sadaka kama shukrani. Yaani kumshukuru Mungu kwamba Mungu tunakushukuru kwa sababu ya uzima, Mungu nakushukuru kwa sababu ya wokovu, Mungu nakushukuru kwa sababu ya familia, Mungu nakushukuru kwa sababu ya vile ulivyonipa, nakushukuru kwa sababu ya neema ulionipa, nakushukuru kwa sababu ya kila ambacho umenibarikia. Kwa hiyo Mungu atakwenda kufungua milango mipya. Mungu atakwenda kufungua milango mipya ya hatua nyingine, kwa sababu unapotoa sadaka, kuna watu wanatoa sadaka hawatoi kanisani na Mungu amewafungulia milango. Kuna watu wanatoa sadaka na wameinuliwa, ni matajiri, lakini hawaende kutoa sadaka madhabahuni kanisani. Ila wengi wamefundishwa uongo kwamba mpaka ukatoe. Never. Toa kitu kwa shukrani. Mpe mtu kitu kwamba Mungu, natoa hiki kitu kwa mtu fulani kwa sababu umenibariki hiki, basi nampa hiki na kushukuru kwa sababu umenipa, na mimi natoa kwa mwingine ili uweze kunikumbuka na kunipa uzima. Kwa hiyo wengi sana naona wataniattack, lakini ndivyo ilivyo. Kuna watu hapa wataniattack kwa sababu wanajua kuna idadi itapungua hapa ya kuja kuleta sadaka. Lakini ukishajua kwamba kuna watu hawatoi sadaka kanisani the way watu wanavyohimizwa kwa sheria, kwa shuruti,
na watu wanatoa vitu kwa watu, yani for their benefit, yani kwa faida yao, kwa ndani ya moyo wao, kama shukrani kwa Mungu. Mungu, natoa hiki na kushukuru, na mimi kuna mhitaji yuko hapa. Na ndio Mungu anasema dini safi ni ile ya kwenda kuona yatima wasiojiweza. Kwa hiyo ili ujiite ni mwanadini kweli na unampenda Mungu, Mungu anapenda mtu anayetoa. Shida tumekuja kukandamizwa sana makanisani, kwenye madhehebu ya madhehebu, kwamba usipotoa utalaaniwa, usipotoa no, huwezi kulaaniwa. Yaani Yesu alikuja kwa ajili ya kuondoa hiyo laana. Hiyo laana ambayo tulikuwa nayo mwanzo, Yesu amekuja kuiondoa. Yesu amekuja kuondoa hizo laana. Kwa hatuko chini ya laana tena. Laana tunaitaka, basi Yesu asingekufa msalabani. Kwa Yesu alikufa msalabani, hizo laana zote ambazo watu wanazisema utalaaniwa. Wengi wanasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 kwamba usipoitii sauti ya Bwana kuna laana hizi na hizi. Hapana, hizi laana zilikuwa kizazi cha wana wa Israeli na Walawi na makuhani kule. Lakini baada ya Kristo kuja, hizo laana hatunazo tena. Anasema alizigongomelea pale msalabani, hatuko chini ya laana. Ukishaanza kuwaza kwamba mimi nitalaaniwa, na utalaaniwa kweli. Yaani unapotamka kwamba utalaaniwa kweli, kwa sababu kuna mapigo yataanza kukujia. Kuna mlango wa mapigo wa mabaya yataanza kuingia. Utaanza kuhisi kama umerogwa, utaanza kuhisi kama umelaaniwa kweli. Kumbe wewe umejitamkia laana. Kwa upande wa kutoa, Mungu anaangalia sana mtu yule anayependa sana kutoa. Yaani usijihesabie kwamba mpaka mchungaji akanione. Hiyo ni kumfurahisha mchungaji. Tambua hilo. Ni kumfurahisha mchungaji wako ili akuone ni mwaminifu, lakini mbele za Mungu unakuwa umemfurahisha yule mchungaji wako, hujamfurahisha Mungu. Unapoanza kusema kwamba mimi nasubiri mpaka Jumapili Mungu mchungaji akaniandika kwenye kitabu kile cha mahudhurio ya utoaji. Yaani baada ya kwamba uthibitishe Mungu akuandike, unataka mchungaji akuandike. Yaani akuone eti kwa sababu unahudhuria kutoa, unahudhuria. No. Nenda kawatoe kwa wahitaji. Na usipige panda kwamba nimemsaidia fulani, nimemsaidia kujenga nyumba, nimemsaidia kuomba, nimemsaidia hiki. Hicho ni kujihesabia haki. Hata wewe unayetoa sadaka, usianze kujimwambafai kwamba isingekuwa mimi sadaka zangu pale, yani isingefika mbali. Hiyo ni kujihesabia haki. Kujihesabia haki ndio Mungu hapendi. Toa sadaka yako kwa moyo, wala usitangaze. Toa sadaka yako kwa upendo, kwa moyo wa shukrani, na usitoe kwa sheria. Usije ukatoa kwa sababu umeshurutishwa kutoa. Ulielewe neno. Soma neno la Mungu likuongoze namna utoaji sadaka. Hata mafungu ya 10 haya ni sheria hizo. Sheria kwa wana wa Israeli, kwa Walawi ambao walikuwa hawajapewa urithi. Kwa yale mafungu ya 10 walikuwa wanapewa Walawi kwa ajili ya kazi ya Bwana pale, kwa sababu hawakupewa urithi. Sisi ni warithi pamoja na ufalme. Sisi tumepewa urithi wa mbingu, tumepewa urithi wa vitu vyote. Sisi ni warithi. Kwa hiyo hatustahili kula haya mafungu ya 10. Kwa hata wachungaji wanaokula mafungu ya 10 hawakustahili kula, kwa sababu mbele za Mungu Yesu amesema anayejiona ni mdogo mkubwa ajione ni mdogo katika wote na aweze kuwatumikia hao. Haleluya. Kwa sasa leo hii wanajiita maaskofu, wanajiita mitume, yani wanajiita madokta nabii, yani dokta nabii na dokta na kuhani, yani wanajipa majina makubwa ili watu waweze kuogopa, waweze kutishika, lakini mbele za Mungu wewe ni mdogo. Wewe ni mdogo sana. Ndio maana anapoanza kushurutisha sadaka, watu wanatetemeka hivi. Yaani wanatetemeka, naona kama sasa ni Mungu mwenyewe anasema. Kumbe ni mwanadamu amevikwa nguvu ya ufalme wa giza ili apotoshe fahamu za watu, ili watoe sadaka, apate kula. Biblia inasema kwamba anayejiona ni mkubwa na ajione ni mdogo mbele ya wote na aweze kuwatumikia hao. Kwa tujue hilo. Soma neno la Mungu ulielewe. Na Mungu atakwenda kukuinua sana katika viwango vya ajabu. Haleluya. Shalom. Mungu akubariki sana. Kwa namna nyingine, kwa sababu Mungu angekuwa anaangalia kwamba anafuata sadaka tunazozitoa, anasema Mungu hapendezwi na hizo sadaka tunazozitoa, kwa sababu sadaka zile zimejaa masimango, sadaka zimejaa manunguniko. Yaani mtu anatoa ananungunika, nitaenda kula nini jamani? Hapana. Usitoe ile sadaka ambayo unajua kabisa
nyumbani haujala, lakini unaenda kutoa. Usitoe, bora usitoe kabisa. Mwambie Mungu, natoa kwa sababu umenibariki hiki. Kwa kile ulichobarikiwa, Mungu amekupa neema, amekubariki hiki. Toa kile ambacho Mungu amekubariki. Kama unajua kabisa nyumbani utakaa na njaa, usitoe. Maana utaanza kunung'unika, ndio sadaka ambayo Mungu haipendi. Kwa hiyo ndio maana Mungu akaona sasa aachilie neema kwa watu. Awaondolee ile laana ya kutokubarikiwa, maana ametamka baraka kwenye baraka za Ibrahim, ndio baba yetu wa imani. Kwa hiyo wengi wataanza kutoa kwa sababu ya kunung'unika. Mungu akaona aondoe hiyo kitu, awape neema, waishi kwa neema, kwa kila watakachokipata kwa neema waje wamletee Mungu.